idadi ya watu wenye ulemavu kwa nchi yetu wameonekana kuongezeka. Kwa mfano, sensa ya mwaka 2002 inaonekana katika kila watu 100 wawili wana aina moja au zaidi ya ulemavu. Sensa ya mwaka 2012 inaonekana kwamba katika kila Watanzania 100 angalau 9 wana aina moja au zaidi ya ulemavu. Na sensa yetu hii ambayo imeisha mwaka 2022 inaonekana kwamba katika kila Watanzania 100 walau 11 wana aina moja au zaidi ya ulemavu. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba kuna haja ya kuelewa masuala mbalimbali yanayohusu watu wenye ulemavu katika jamii yetu. Kwa hiyo hii study ambayo imefanyika ambayo ilikuwa inaangalia utoaji wa huduma, kwa sababu inaonekana kwamba swala la utoaji wa huduma inaonekana kama kazi ya wanawake peke yao, lakini ukienda kwenye jamii na kuangalia hali ilivyo ni kwamba swala hili tumeona kwamba linahitaji msukumo mpya wa kisera, kwa sababu inaonekana kwamba swala la kutoa huduma lisionekane kama ni swala tu la kufanyika tu, lakini inatakiwa lipate mtazamo mpya wa kisera. Watu wengi wenye ulemavu wako katika maeneo ya vijijini, lakini ukiangalia pia huduma zile za watu wenye ulemavu ziko maeneo ya mjini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna changamoto kubwa hapo, mtu mwenye ulemavu atoke kijijini aweze kwenda mjini kuweza kupata huduma ambazo anazihitaji, ziwe za kiafya, ziwe za kielimu au assistive device. Ni changamoto kubwa. Kwa hiyo hiyo ni kati ya matokeo ya pilot, matokeo ya studies ambazo tumeweza kuziona. Tumeona kwamba bado uelewa unahitajika kwa watunga sera, unahitajika kwa wadau mbalimbali juu ya masuala na changamoto za wanaotoa huduma kwa watu wenye ulemavu na upatikanaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu. Hiyo cha kwanza. Lakini pili, tumeangalia kwamba kama nchi ndio tuna sera ya watu wenye ulemavu na sera mbalimbali zimetaja watu wenye ulemavu, lakini bado tunahitaji kufanya maboresho ya sera, mikakati na mipango kama nchi kwa ajili ya kuaddress sasa swala la wale wanaotoa huduma kwa watu wenye ulemavu. Vyombo vingi vya usafiri vilionekana kwamba sio rafiki kutokana na hali yao ya ulemavu na mahitaji yanayotokana na changamoto zitokanazo na maumbile walionayo, lakini pia barabara na namna ambavyo miundombinu ilivyo bado ina changamoto na inahitaji maboresho. Lakini pia changamoto nyingine iliyoonekana ni changamoto ya uwepo au utoshelevu wa vifaa visaidizi katika ngazi ya taasisi kwa wale watoa huduma wanaolipwa, lakini ngazi ya kifamilia na kijamii kwa wale watoa huduma wasiolipwa. Ilionekana pale ambapo kuna ukosefu wa vifaa saidizi kunasababisha huyu mtu mwenye ulemavu anayehudumiwa anashindwa kujitegemea. Tulitoa mapendekezo mengi, lakini pendekezo kubwa kuliko wote iliyojitokeza ilikuwa ni changamoto za hali ya kiuchumi. Changamoto za kiuchumi kwa wao watoa huduma pamoja na watu wenye ulemavu wenyewe. Wengi walikuwa wanatoka katika familia ambazo ziko katika hali za chini za kiuchumi, lakini pia kwa zile taasisi pia zilikuwa na changamoto za rasilimali fedha. Kwa hiyo ikaonekana kwamba taasisi ziangaliwe katika bajeti ili zipate rasilimali fedha za kutosha, ili kuwepo pia rasilimali watu. Bado kuna vitu vingi vya kufanya sisi kama shirika, lakini pia na wadau katika sekta hii ya haki za watu wenye ulemavu. Nipoona umuhimu wa kuongeza nguvu ya kusupport watu wanaosaidia watu wenye ulemavu, kwa maana wanaotoa malezi, wanaosaidia kwa maana kuwatambua kisera, kimipango ya nchi, kiprogramu ambao tunatengeneza miradi tofauti ya haki za watu wenye ulemavu na umuhimu wao, kwa sababu mara nyingi tunamfikiria zaidi mtu mwenye ulemavu. Mara chache sana tunamfikiria mtu anayemsaidia mtu mwenye ulemavu.